Hussein Shabalala mara ya mwisho anakuwa man of the match. Mimi nakupa 300,000 hapa. Nikumbushe, mimi nasahau. Zimbo JR mara ya mwisho Simba kuwa man of the match. Ina maana wachezaji Simba wanacheza kawaida ila wakija Yanga wanashine. Kwa sababu gani? Sasa Chama alikutana na utawala. Hakutana na utawala. Wale pale unajua iko hivi. Yanga ukija jitume. Usirelax. Kaja Mwenda akajituma kapata namba. Kaja Zimbo akajituma kapata namba. Sio kama Yanga hii ina watu. Hapana, ukijituma tu. Shabalala anamweka anaanza Chedra Kiboka yuko benchi. Chedra Kiboka Chedra Kiboka mtu. Yule hatari yule. Unasema? Ndio maana nimekwambiaje? Yanga ukijituma unapata namba. Mimi nikuulize Boka kwani nyinyi Simba anacheza. Sasa Boka wewe nitajie pale nani wakumweka benchi? Mligo huyu ametoka na Mungu ameweka benchi Chedra Kiboka. Niache ni masiala. Sikia moment waandishi mheshimu wachezaji. Quality ya Boka usikufananisha na Anthony Mligo. Mo mwenyewe kuondoka Shabalala. Mo aliumia. Hamna shabiki wa Simba aliyefurahi Shabalala kuondoka. Shabalala ni mchezaji mwenye kiwango bora sana. Na Anthony Mligo tunajifariji tu, lakini hamwezi Shabalala. Hivyo vyote. Hata wani viwani. Kwamba tafsiri yako ni kwamba labda tafsiri yako ni kwamba pengo la Zimbo pale Simba bado lipo. Bado, utasikiza nikwambie kitu kimoja. Hawa kina Anthony Mligo tunaona kwenye mechi za Singizini. Wasubiri ipigwe dabi hapa mwezi wa 12. Akamkabe Pakome kama alivyokuwa anafanya Zimbo. Zimbo kipindi yuko Simba kwa anamkaba Pakome. Sisi tunaelewana. Wachezaji wa Simba mabeki walikuwa wanalala miguu imechubuka. Wewe, mziki wa Pakome sio basi. Sasa ule Pakome umpe Anthony Mligo mama wewe. Dube mimi nishawaambia. Dube kalogwa. Jamani Azam wamemloga. Mimi naongea kila kukicha nisikilize nikwambie. Dube isikie moment. Sisi kipindi tunakuwa Kigoma. Ukigoma kumeza dawa mama la kushika pua hivi. Ikukabe kuue lakini umefanyaje? Umemeza. Yaani Dube siamini waganga. Yaani fikie moment watu wambagae. Bana twende. Bana twende. Bana mimi siamini twende hivyo. Mchawi wa Dube nani? Si Azam. Azam washamwambia Dube hawezi kucheza mpira wa Tanzania. Wamemaliza. Hawezi kucheza. Tena kuna mtu amenitumia zangani kwamba walikuwa na hadi message wanamtumia message huwezi kucheza tofauti na Azam ukiwa Tanzania. Na Dube tayari. Sawa. Lakini kipindi Dube anafunga alitoka wapi? Kwa Soguye. Alienda kupakwa mafuta. Kama inampendeza, lakini sasa mchungaji amtibu, mchungaji analegeza. Mchungaji analegeza. Waganga waende. Dube aamini amelogwa. Aende kwa waganga wakamsaidia. Akipuuzia. Leo wananchi wanampigia makofi. Kuna moment itafikia watasema hapana Dube inatosha. Kuna swali nimeliona pale nikasema nisilisa. Huyo kocha Pedro Gonçalves ambaye amekuja Yanga hajawahi kufundisha timu kwa maana ya club. Amekuwa kocha wa timu ya taifa. Simba pale kwenu, ambaye anasema kwenu kwa Simba yupo Matatu tunamuita. Bwana tunakwenda Desemba sio Januari kwa kwenye dabi. Mtu aje kufundisha klabu yoyote ndio klabu yake ya kwanza. Yani Yanga wana advantage kwa sababu Yanga wana makocha wawili wa kimataifa. Wana Mobedi, wana huyu. Ina maana hawa watu wawili wakishare wakapata product moja ambayo yenye kuja kuisaidia timu. Simba, Matola na Matatu umemsema Pantevu. Hawaelewani. Mimi naongea uongo. Sio ametaka kugombana jamani nyote mmeshuhudia. Matola anamwambia mimi nipange kodi niko cha mkuu. Ndio mkono ile clip nimeiposti. Wataka kugombana kule Singizini. Yanakuwa natupa kodi. Hawaelewani. Na Matola makocha wengi wa kigeni washamlalamikia. Anawatenga. Sisi tunaelewana. Ndugu yangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mchezaji ana uwezo wa kucheza mfumo wa ule kocha. Alishaondoka Simba. Alikuwa ni Clatous Chota Chama. Mpira wa kuweka chini zipigwe draft. Anayekuja kidogo ni Nabi Kamara. Bro, mpira ukiacha unafiki unaonekana. Nabi Kamara ana uwezo wa kuendana na ule mfumo wa kocha. Niambie Kibuleni si mfumo wa kocha ana uwezo. Mfumo wa pasi. Nani?
Wewe nitajia unamjua mwingine. Hawezi, labda Joshua Mutale. Ana mpanzo anataka kuzurura. Hawezani. Kwa ule mfumo wa kocha ule anafeli. Mimi nakwambia. Kwa sababu kocha anataka mpira ukae chini. Simba tushazoea niwekee pale tukimbizane. Niwekee pale Kibu afungue, Mpanzo afungue. Haya, yeye kocha anataka ipigwe draft kuanzia nyuma hadi mbele. Ndio maana nakwambia ule kocha hawezi kutoboa kwa mfumo. Pantev mmetuambia kwamba yupo sana na akili yake ndio mlioipenda, achana na vyeti. Huyu hajawahi kufundisha timu yoyote, sababu yake ndio ya kwanza. Atakuwepo kwa muda huu unaona? Nisikize nikwambie, mimi naamini Yanga uongozi wao ni wa mpira blaza. Hadi unaona kocha amesajiliwa, Yanga hawezi kuhitaji meneja wakaleta kocha. Ina maana ukiona kocha anasajiliwa ujue ni kocha. I believe kabisa makosa ambayo yamejitokeza kwa Romain Folz hawawezi wakayarudia tena. Kwa huyu kocha aliyekuja, wewe utaelewa nini anachokifanya. Wewe kwani kuna kitu chochote umeshakiona? Simona draft limepigwa hapa. Hilo umekaa chini. Pasi limepigwa watu wanashangilia. Leo wananchi wametoka na furaha unajua. Hamna shabiki wa Yanga alitoka na lalamika leo. Mpira umechezwa, zimefungwa goli chache lakini timu imecheza. No, wana Yanga wanataka hicho. Kwamba zinapigwa goli 2 goli 3 lakini watu wapata burudani, mioyo imesuzika. Na kocha ametimiza hicho. Sio unanielewa? Na ni kocha amekaa na timu siku 3. Sio unanielewa? Siku 3 Unaona mpira uliopigwa akikaa nayo wiki, akikaa nayo mwezi. Kesho kutwa mnakwenda kucheza dhidi ya TRA. Naiona Simba kupata matokeo ugenini. Sasa hizi timu ndogo. Mziki, sikiza nakwambia kitu kimoja. Timu yenye uwezo wa kutuzuia sisi ni Azam, Singida na Yanga. Azam, Singida na Yanga. Na Yanga kwenye hizi timu 3. Azam, Singida na Yanga. Kwenye hizi timu 3 ambazo sababu Kijozi FC inakuja Simba, Yanga wanaona kwa bingwa. Ubingwa wa Yanga kwenye timu hizi Singida na Azam na Simba. Sisi tunakosa ubingwa kwa Singida, Azam na Yanga. Sio hizi timu zingine. Yaani Yanga ana uhakika kwamba nyie chezeni, mimi alama zangu 6 anazo Simba, alama zangu 4 anazo Azam. Moja tutasare, moja tunawafunga alama 4, Singida moja tunasare au tunawafunga zote. Sisi tunaelewana. Tarehe 2 sasa mnakwenda kucheza dhidi ya Azam FC. Wengine sasa ni kipimo tosha kwa Dimitri Pantev. Bodi ya ligi washatusaidia Sheikh. Ndio ratiba. Haujua ratiba. Tarehe 30 Azam yuko na Singida. Wewe Singida ni mwanaume. Singida ni mwanaume. Wewe kumpangia kikosi cha pili wewe. Wale Azam naye pia ni nani? Sasa malengo ya bodi ya ligi kwamba Singida wailegeze Azam, alafu sisi tupate pa kuteleza. Baza huu mpira kama una akili usikuelewa. Sasa mmesheni. Sema mmesheni lakini anaenda kukutana na dabi. Azam na Singida ni dabi. Azam ndani ya siku 3 acheza dabi 2 blaza. Sisi tunaelewana. Anacheza dabi ya Singida, anacheza dabi ya Simba. Singida angekuwa yuko Dar es Salaam angetengeneza dabi ya Azam na yeye. Singida timu kubwa jamani. Yaani Singida, wewe angalia msimu wa kwanza imeundwa. Hii hapo group stage. Msimu wa kwanza imeundwa mwaka jana Singida. Yenyewe haitaki mambo mengi. Haina miaka 20 miaka 10 hadi yule nani CEO Azam analia yule. Hana hizo property ya kuanalia Azam kuingia makundi. Singida msimu wa kwanza. Simba nao pia mlifanya hivyo na Yanga pia. Sasa msimu wa kwanza Singida ameingia makundi. Sio timu ya kunyea ile kaka. Kwa hiyo Azam ana dabi 2. Kwa Simba kuna uwezekano kama Azam atakaza kwenye mechi ya Singida basi mechi ya Simba lazima. Shukrani sana inshallah. Pamoja.